Live and direct kutoka hapa ndani ya Nyamatongo, kiwanja kimoja cha kibabe sana ambacho kinaitwa Eredevi au bwana, ni ndani ya wilaya ya Sengerema mkoani Mwanza au jiji la Mwanza, kanda ya Ziwa. Kama kawaida, KM Digital mara zote huwa tunakuambia real news, real vibes, na vibes ziko mtaani kupitia Fichua Kitaani au vipi. Na hapa ndani ya kiwanja cha Eredevi hapa Nyamatongo tumekutana na mshikaji ambaye anafanya vizuri kinoma noma pande hizi. Ni DJ ambaye ana kijiji chake bwana, na amekuwa na jina kubwa sana. Anaitwa DJ Suma aka Mr. Kweza, ambaye leo tutazungumza naye mambo kadhaa kuhusiana na kazi yake na yeye mwenyewe na vitu kama hivyo. Mimi naitwa Mwakyusa Kennedy. Fichua Kitaani. Bana, mambo vipi DJ Suma? Shwari. Kama kawaida? Kama kawa. Mambo yanaenda mzee? Fresh kabisa. Kwanza hongera sana kwa kazi ambayo unaifanya, kwa sababu kila ukienda kiwanja DJ Suma Mr. Kweza. Unafikiri nini siri ya mafanikio kwenye hilo? Kwanza nishukuru kutambua hilo. Siri ya mafanikio nahisi ni kujituma, kufanya kazi nzuri, wapa wateja kile kitu ambacho anakihitaji, ubunifu, nidhamu, esi hivyo. DJ Suma, lakini hatuishii tu kusema DJ Suma, wanakuambia Mr. Kweza. Mr. Kweza, wewe unaweza nini sana sana? Kwa kujiita hivyo, I think nyuma nimekutana na vitu vingi vya kunikatisha tamaa. Hiyo nahisi ni baada ya kuvivuka hivyo vikwazo, kwa sasa yes, ni time yako sasa. DJ Suma, majina rasmi kabisa, official kabisa, we ni nani? Kwanza hiyo DJ Suma, Suma lenyewe ni kifupi cha jina langu. Okay. Kwa majina naitwa Ismaili Shabani Ismaili. Ismaili Shabani Ismaili. Yeah. Kwa hiyo neno Suma, asilimia kubwa wenye majina ya Ismaili huwa kifupi chake huitwa Suma. Oh, kumbe? Yeah. Okay. Nice one. Na kazi ya DJing umeanza lini? Kazi ya DJ imeanza rasmi 2015. Ni miaka mingi sasa hivi. Kama 10 hivi sasa hivi. Yes. Na ilikuwa wapi kipindi hicho? Harakati nimeanzia hapa nyumbani. Na baadaye nikarudi mjini Mwanza kati hapo. Okay. Kwa hustle nikaanza hivyo, baadaye tena nikarudi. Yeah. Ilikuwa mwaka hiyo 2015? No. Okay. Ni 2015, 16. Baadaye nikamia mjini. Nilikuwa mjini kule nipambana. Baadaye kazi nyingi napata huku nyumbani. Huku nyumbani. Jina likawa sana huku nyumbani. Kaona sasa na sababu ya kutengeneza kitu huku nyumbani. Yeah. Sasa haukuogopa kwamba dhana ile ya kwamba nyumbani nabii huwa mara zote hakubaliki? Ilikuwaje wewe ukapata ile hali ya kujiamini kabisa kwamba mimi nyumbani naweza nika take over kabisa? Yeah, of course hicho kitu kipo. Na usipokaza inaweza kukutoa hiyo kauli, usipokaza inakutoa mchezoni. Okay. Lakini nilipambana. Nilisoma kwanza watu wangu wanahitaji kitu gani. Oh yeah. Yeah, soma vizuri, nikasema sasa nikiwa nipite huko. Hivyo hatimaye of course wananikubali, na hata akija mgeni anaona hii ni kazi sasa. Yeah. Ni mtu gani ambaye kipindi hicho wakati unaanza unaona kabisa mpaka sasa hivi unamkumbuka, na ni mtu ambaye alikupush kwa namna moja ama nyingine kuingia kwenye game ya DJing? Ni mtu alionipush mpaka nimefika hapa issue ya DJ. Ni brother yangu mmoja anaitwa Faustini. Huyo ni alikuwa DJ. Ndo mtu ambaye alikuwa akija huku. Anakuja kwa issue ya event za sikukuu na nini. Ndio kupiga muziki. Napenda kitu anachokifanya. Nikamface, nikamwambia bro,
napenda kitu anachokifanya na mimi natamani fanye hicho kitu. Yeah. Na sasa hivi anaendeleza kufanya kazi za DJ. Yeye sasa hivi afanye issue za DJ. Ana biashara zake zingine, lakini pia ana system ya muziki ambayo kwa ajili ya event. Okay. Na ni kitu gani ambacho yani kilikusukuma kabisa ukasema yani hiki ndio kinanifanya mimi niingie kwenye sanaa ya DJ na sio jambo lolote lingine? Pointi kubwa ni kwamba napenda muziki. Muziki naupenda sana. Kwa hiyo nikaona sababu ni kitu napenda, sina uwezo wa kuimba lakini na lengo nyingine ya kuweza kufanya kitu ambacho kapelekea niendelee kuishi na kile kitu ambacho nakipenda, ndio nikaamua kuingia huko. Ukizingatia maeneo ya huku, huo ni moja kati ya watu ambao wana jina kubwa sana. Of course naweza kusema ni maarufu, na huo maarufu pengine umekufanya usikie story nyingi kuhusu wewe. Sasa moja kati ya story ambayo nilisikia ni kipindi ambacho kuna wadada waligombana kwa sababu yako. Hiyo ilikuwaje na ilikuwa lini? Hiyo kweli ilitokea. Ilikuwa 2024 mwaka juzi tu. Hiyo issue ilitokea. Na ulichukuliaje? Uliona kama ni jambo ambalo kwako linakupa feeling gani? Ni kwanza sikutegemea kama kuna kitu kikatokea kama kile. Kwa ilikuwa kama surprise. Yaani hicho kitu kilini surprise sana kwa sababu na kilitokea tayari mimi nipo kazini. Okay. Nipo mzigoni. Yaani mimi nafanya kazi huku. Kama kuna kitu kingine kinaendelea. Kozi kilini nataka kunitoa kwenye mood, lakini ibidi ni stick na kazi yangu. Hivi wazazi huwa wanachukuliaje pale ambapo wewe umeingia kwenye kazi ambayo kuna baadhi ya wazazi wanaamini ni kazi ya kihuni fulani au kazi ya usela? Wazazi huwa wanachukuliaje? Kiukweli DJ unaonekana kwamba kazi ya kihuni kwa mtazamo wa haraka. Lakini kwa upande wa wazazi wangu wao wananisupport. Okay. Wazazi wangu ndo watu ambao wananisupport sana kwenye kazi ninayofanya. Sitakutana na changamoto yote kwenye upande wa wazazi wangu. Ila changamoto zilikuwa zinatoka nje familia. Ile kwamba unajua, unaona mwanao DJ siku zote wanakuwa wahuni, watu wa mademu tu. Sure. Na sasa hivi bwana, ukiangalia kazi ya DJ, kwanza kuna viwanja vingi ambapo kuna na pengine hata unaona hata ushindani unaanza kuwa mkubwa. Ni kwa namna gani ambavyo wewe huwa unahimili ile kasi ya ushindani mpaka sasa? Yaani kuendelea kustiki kuwa on top pale. Yaani sana ni utendaji wa kazi, ubunifu, utendaji wa kazi, alafu kuwasikiliza wale watu wako, kushawajua watu wangu ni watu wa aina gani. Ndo sababu unawapa kile kitu ambacho wanakihitaji, na ubunifu kila siku ndio kuonekane mpya. Unahisi wewe ni kitu gani ambacho kinakuweka bado kwenye ramani, ukizingatia kwamba pamoja na uwepo wa ma-DJ wengine lakini bado kazi unazipata na unatajwa zaidi na events nyingi unakuwepo unaenda kufanya kazi? Ni kitu gani cha tofauti ambacho uko nacho? Kwanza ni uaminifu. Kwanza, pili nidhamu, tatu utendaji wa kazi. Elewa. Kwa hiyo hicho nahisi ndo kinafanya endelee kutajwa sana na kuhitajika sana kwa watu. Since umeanza kazi hii sasa hivi inawezekana inaelekea miaka 10 kabisa, au vipi bwana? Ni kitu gani ambacho unaweza kusema hii ni sehemu ya achievement ya kazi yangu, ni sehemu ya mafanikio? Unahisi ni umefanikiwa kwa kiasi gani? Mafanikio ni makubwa of course.
Yaani DJ umenipa mafanikio makubwa. Baadhi ya vitu vyangu vinaenda. Okay. Yaani of course maisha yangu yanaenda kupitia DJ. Kwa hiyo ukiwa unaweza kusurvive maisha yako kupitia kazi fulani, mafanikio tosha pia. Ukiachilia mbali na assets ambazo siwezi kuwa nazo pengine kuzitaja, lakini pia of course mafanikio ni makubwa. Okay. Na ni kwa namna gani unajivunia kazi ya kuwa DJ? Of course najivunia kuwa DJ na sijutii kuwa DJ. Okay. Najivunia of course. Hivi Bwana Suma, ni kitu gani ambacho wewe unaona kabisa kiliwahi kukukata kwenye udj? Yaani ulifanya siku hiyo mood ikabadilika kabisa kwa sababu ya hilo tukio. Tukio gani ambalo unalikumbuka? Nakumbuka tukio ambalo liliwahi kunikata, siwezi kulisahau mpaka leo. I think mpaka nakufa. Ilikuwa ni mwaka mpya kukaribisha mwaka 2024. Chaandaa kila kitu. Fanya investment, naandaa pia maandalizi yote, posters nini, kila kitu. Mshafunga sound ukumbini kwa ajili ya watu kuingia, mshaanza sana jiandaa. Nikisema kajiandaa nije nirudi mzigoni, maana napigiwa simu naambiwa kuna katazo, utakiwa kuendelea na kozi. Kitu iliniuma sana. Kwa hiyo iliahirishwa kabisa hiyo show? Hiyo siku hiyo haikufanywa kabisa na haikuniathiri mimi tu mpaka yani na jamii nzima. Yani ilikuwa kwa sababu gani? Ilitokea tu, nahisi ni mamlaka tu ya serikali pengine. Sababu baada ya hapo tulikuwa tukiuliza nini sababu, haieleweki. Naambiwa tu hairuhusiwi. Afuna muda huo ni usiku umeshaenda mzee. Hakuna tena kwamba unaweza kusema unaweza kupiga hata simu ofisi fulani bana, kuna hili na hili, au uende ofisi fulani. Uwezi muda huo, nikaelekea saa 4 au saa 5. Ni changamoto za kazi. Na nje ya DJ unajishughulisha na issue gani? Watu wengi wanakufahamu kama DJ lakini hawajui kwamba Suma ni mtu ambaye anaweza akafanya kitu fulani. Nje na DJ mimi ni fundi umeme. Fundi umeme? Kabisa. Sure. Na ni kitu ambacho umekisomea au labda pengine ni mtani? Ni kitu ambacho nimesomea. Hongera sana. Na huo una balance vipi kufanya hiyo kazi na kazi ya DJ pengine? Gap linakuwepo kubwa. Mfano sana issue ya DJ ni sana huwa ni weekend. Kwa na ratiba ya DJ, tokea kazi ya umeme, unafanya. Naangalia sasa hilo gap linaenda wapi. Unahisi ni kitu gani ambacho utafurahi zaidi kama kikienda vizuri kati ya kuwa fundi umeme na kuwa DJ? Ni kipi ambacho umekipa kipaumbele zaidi? Kipaumbele ni DJ. Okay. DJ ni kitu ambacho ni kubwa sana kwenye maisha yangu. Unajiona wapi baada ya miaka, tuseme miaka 5 hapo? Unajiona wapi kama DJ Suma? Of course najiona mbali sana. Okay. Najiona nikiwa mbali sana kwenye maisha ya DJ. Ni mtu gani ambaye huwa unamsikiliza sana au tuseme huwa unamfuatilia na kuinspire, unatamani kuwa kama yeye au zaidi ya yeye kwa hapa Bongo? Kuna mtu mmoja anaitwa DJ Sama TZ. Okay. DJ Sama East Africa. Huyo mamba. Toka sijaanza issue ya DJ nilikuwa namfuatilia sana na nilikuwa napenda anachofanya. Na ni mtu ambaye na wish siku moja nifanye naye kazi. Okay. Na mwingine pengine? Mwingine kuna mshikaji mmoja yupo hapa Mwanza. Anaitwa DJ Nelly D. Huyo mamba pia namkubali sana, napenda anachokifanya na natamani pia siku moja nifanye naye kazi.